Kuahirishwa kwa dabi kumefanya yaibuke mambo mengi sana kwenye vyombo vya habari na hata kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tunafahamu taarifa ya Young Africans ile ikionyesha kutokuwa na imani na uongozi wa bodi ya ligi na wakitoa ahadi kwamba hawatacheza mechi itakapopangiwa tarehe, mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba. Unakumbuka Yanga walienda uwanjani na wakafanya mazoezi wakiamini walikuwa wakitimiza matakwa ya kikanuni na ni haki yao kupewa alama 3, na wamezitaka hizo alama 3 wapewe na ushindi wa mechi ile, kwa sababu wapinzani wao hawakutokea, licha ya kwamba taarifa ilitoka rasmi awali kabla ya mchezo huo ama siku ile ya mchezo kutoka bodi ya ligi ikisema kwamba mechi imeahirishwa. Tumefanya jitihada za kutafuta uongozi wa bodi ya ligi na mwenyekiti wa bodi ya ligi amezungumza, lakini kabla hatujamsikiliza mwenyekiti wa bodi ya ligi, hili linabainishwa kwamba limekaa tofauti na vile ambavyo watu walitarajia. Maamuzi yake yalikuwa ni mepesi tu kutokana na kanuni zilivyo za ligi ya Tanzania. Nimemtafuta aliyekuwa mkurugenzi wa sheria na wanachama wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, mzee Eliudi Mvela. Eliudi Mvela, kwanza tuambie kuahirishwa kwa mechi na matukio yote yaliyojitokeza. Wewe kwanza unalitizamaje hili, kwa sababu umehudumu katika shirikisho la soka Tanzania TFF kwa muda mrefu kama kiongozi? Ambacho naweza nikasema mimi ni maamuzi yametolewa, lakini nimeona kama yana makando kando. Kivipi? Kwa sababu kanuni zinajieleza wazi. Pamoja na kwamba Simba kwamba walikosa haki ya kufanya mazoezi, mimi naamini hakukuwa na sababu ya kuahirisha mchezo, kwa sababu kisoma katika taarifa yao wao wenyewe wanakiri kwamba Simba hawakutoa taarifa kwenye vyombo husika kwa ajili ya kwamba watafanya mazoezi. Ina maana kuna utaratibu wa klabu kutoa taarifa kwamba watafanya mazoezi. Kwa wanakiri kwamba hawakutoa taarifa ya mazoezi. Hiyo moja. Lakini mbili, ukienda katika kanuni inaeleza wazi kwamba timu inaweza kusababisha timu nyingine isifanye mazoezi. Zimetajwa adhabu ziko pale, ila mchezo hauwezi kuahirishwa. Hivi nikuulize Msabaha, watu wamesafiri nchi nzima kutoka nje ya nchi kwa ajili ya mchezo kama huo, alafu kwa mazoezi ya dakika 30 ambayo wenyewe anakiri kwamba huyu Simba hakutoa taarifa ya mazoezi, alafu naalisha mechi kama hiyo. Mimi naamini bodi hawaitendei haki TFF, kwa sababu lazima nikwambie hizi lawama zinaenda kwa TFF wakati sio TFF waliokaa na kujadili juu ya jambo hilo, ila ni bodi ambao wamekaa na kuamua, au kamati ya masaa 72. Kwa mimi nasema tunapoelekea lazima viongozi wa TFF waziangalie hizi kamati zao jinsi zinavyofanya kazi, kwa sababu wewe niambie, wanaeleza kwamba wameona eti kuna walinzi wengine ambao wanajulikana ni wa Yanga, halafu na mlango haujafunguliwa. Hivi mwenye fungua na kanao mlinzi wa Yanga na kana funguo za kwenye mageti, au meneja wa uwanja? Na meneja wa uwanja naamini hakufungua kwa sababu hakuwa na taarifa kwamba Simba ataenda kwenye mazoezi. Hii habari ya kusema kwamba kulikuwa na vile vile makoma na walinzi ambao ilionekana ni wa Yanga, ni sababu ndogo mno ambazo kwa kwenye taasisi kama TFF kubwa namna hiyo uwezo ukatoa sababu kama hizo. Kwa hiyo unahisi mamlaka imekosa meno, imekosa sauti ya kukemea hili? Mimi naamini mamlaka ipi, kwa sababu mamlaka zenyewe, nazungumzia mamlaka ya bodi ya ligi na masaa 72.
Mimi nasema TFF, zile bodi ya ligi, viongozi walioko pale wanawajibika, wanatakiwa wawajibike kwa usumbufu walioletea wananchi wa Tanzania. Wanawajibika, wanatakiwa wawajibike kwa sababu hawakuwa na utaratibu, hawakuwa na maandalizi ya mechi. Mechi kamishna unatakiwa kufika uwanjani kabla ya saa 1 timu haijafika, kaja kuipokea timu ngeni, na unakuwa na communication nao, unakuwa na mawasiliano nao. Jamani, mazoezi leo mtaenda saa ngapi muda huu? Wewe mechi kamishna ndio kazi yako kwenda pale, unaipokea timu, hata umefanya mazoezi, unaandika taarifa baada ya mazoezi, taarifa yako unaandika, ndio siku ya kwanza ndio mchezo unaanza, siku ya kwanza, siku za mazoezi za timu. Lakini kama mechi kamishna kuwajibika kwa jambo kama hilo, bodi ya ligi mnatakiwa kuwajibika, na mechi kamishna mchezo anatakiwa wajibike. Kwa sababu yeye nilitegemea ndio alikuwa na taarifa zote. Yale walioandika kwenye taarifa ya bodi ya ligi kueleza kwamba Simba walifanya makosa, hawakutoa taarifa. Kama hawakutoa taarifa, hilo peke yake litakiwa limalize mchezo uchezwe. Siasa za mpira haziwezi kutupeleka mara popote pale. Naam, huyo ni Eliudi Mvela aliyekuwa mkurugenzi wa sheria na wanachama wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Sasa baada ya barua ile ya Young Africans kuchapishwa siku chache zilizopita, tukaamua kutafuta sasa uongozi wa bodi ya ligi utoe majibu juu ya hili, na viongozi wa bodi ya ligi, je, wako tayari kujiuzulu kwa hili lililotokea, kwani limetia aibu taifa la Tanzania? Steven Mguto ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Huyo hapa. Sasa hao ni Yanga waulize kwa nini, lakini sisi tumeshakupa statement. Naomba jamani, subirini, tunafanyia kazi na tutakuja na tamko ambalo litajibu maswali yenu yote. Manake uongozi wa Yanga umesema kwamba hauna imani na uongozi wako mwenyekiti. Hapo tena ni haki yao na mdomo ni wao, lakini mimi nakwambia subirini, tutatoa statement. Sawa? Lakini mwenyekiti, wao unaona kwamba mmeshirikisha pande zote mbili na mkafikia mwafaka. Naomba unisamee kwa kukatiza, lakini naomba subiri mpaka hapo tutakapoweza kuwa tumefanyia kila kitu, tumefanyia kazi kila kitu, na umma utajulishwa. Ikiwemo taarifa ya umma kwa Young Africans. Samahani mwenyekiti, taarifa ya umma kwa Young Africans ipi? Ambayo inasema kwamba katika yale mapendekezo yao kwamba hawatacheza au mchezo wa 184. Sasa waulize Yanga, usiniulize mimi sio Young Africans. Mimi ni bodi ya ligi. Na tuhuma mmetuhumiwa nyinyi viongozi wa bodi ya ligi mwenyekiti. Sawa, watakapo tufikisha huko kwa Pilato sawa. Mimi sina cha kusema zaidi ya kukuambia subiri upate taarifa rasmi. Lakini sisi tumeshakupa statement. Naomba jamani, subirini, tunafanyia kazi na tutakuja na tamko ambalo litajibu maswali yenu yote. Ni haki yao na mdomo ni wao, lakini mimi nakwambia subirini, tutatoa statement. Sawa? Haya, huyo ni Steven Mguto, umemsikia hapo, mwenyekiti wa bodi ya ligi akifafanua kuhusiana na hili na kusema watakuja na tamko rasmi bodi ya ligi. Tusubiri itakuwaje. Subscribe, bonyeza kengele, share Kamsa TV. We are the best.